Sawa dada. Kwa jinsi CV zako nilivyoziona ni mtu exact kabisa tulikuwa tunamhitaji ofisini kwetu. Lakini sasa ofisini kwetu tuna utaratibu kidogo. Sio mkubwa sana. Ni kitu muhimu kwa sababu kuna mambo mengi hapa katikati yalitokea. Kwa hiyo ikatufikisha katika hatua ngumu sana. Ikipelekea mpaka matatizo tutaifisha kampuni. Cheti cha afya hapa sikioni. Okay. Sikujua kama natakiwa kuja na cheti cha afya. Sikujua hilo. Cheti cha afya ni muhimu. Hapa kwetu Kisarawe kuna hospitali hapa, haiko mbali, hapo tu. Inaitwa Mamita. Na imani kuchukua pikipiki hapo pengine ingelikuwa unamfahamu mtu hata 500, ni 1000 tu. Unaenda kwa fasa unapima, anakupa majibu unakuja. Tunamaliza leo hii. Lakini na uhakika kwa CV zako hizi sina kipingamizi. Leo hii unaweza kuanza kazi. Sawa eh? Basi sawa, hamna shida. Utaniua bwana. Safi tu kwema. Nimehisi kitanda kizito kukaa peke yangu. Natamani tuje tuchambue mboga wote. Karibu, lakini mimi nimeshamaliza. Kweli? Ndio nilikuwa kukaa upike peke yako sio vibaya, lakini kama nitakuwepo alafu sina shughuli yoyote sio mbaya, tukaje tukachambua wote, si ndio? Tunapeka. Yes. Sawa. Alafu kuna kitu unajua nataka nikwambie. Kipi hicho? Bosi. Naam. Ile kazi walipa dokumenti zake hizi hapa. Okay, asante. Alafu andaa meeting kesho asubuhi kwa ajili ya kikao na Imran. Saa ngapi? Saa 4 nafikiri, saa 4 saa 5 hivi. Asante. Sawa. Naomba nikwambie kitu. Kuwa huru. Niambie kile ambacho unakuwa unakihisi kwenye mwili wako. Sawa. Niambie. Wewe. Naomba nikwambie kitu. Ni jambo zuri sana kuniambia hivyo. Najisikia raha kusikia. Lakini kwenye upande wa familia linaweza likaleta kigugumizi. Sijui unaonaje nini kifanyike? Okay, fine. Najua tutalitafutia tu jibu. Sawa. Basi mimi nafikiri acha nikuache upike. Mimi niko ndani napumzika. Sawa.
Usijali dokta. Mbona una wasiwasi? Mbona unatetemeka? Unajiamini nini? Hamna bana. Kweli? Kabisa. Kweli? Bila shaka. Kwa hiyo kama tulipoongea muda ule umenielewa, si ndio? Nimekuelewa vizuri sana. Sasa. Uliniambia kwamba majibu yakiwa ndio utafanyaje tena? Ikiwa ndio, kama vile ambavyo nilishauri mwanzo, nitatumia dawa, nitafuata ushauri wako na maisha mengine yanabidi kuendelea. Nafurahi kusikia. Na vipi ukiwa hauna? Hebu nikumbushe maana kama nimesahau. Nikiwa sina, yani ndio itanipa kujilinda zaidi. Unamwamini mume wako? Sana. Sana. Ndio tofauti na mume wako, michipuko. Dokta bwana. Au mwenzangu una michezo yako. Hebu mwazi. Mimi mwaminifu sana katika ndoa yangu. Kwa hiyo sina shaka. Mwaminifu miaka 15 kwenye ndoa, hujapata mtoto alafu baba unamwona ametulia kabisa. Pia anaweza kana michepuko huko. Anatafuta mtoto mwingine. Amna dokta, kitu ambacho akijui na mheshimu sana mume wangu na namwamini pia. Sawa, sasa nisikuchoshe sana kipenzi. Majibu ni majibu. Uwe nao, uwe hauna. Watu wengi wanaishi na virusi vya ukimwi, sawa Kwa hiyo yani ukigundulika una ukimwi ni jambo zuri. Kwanza kabisa linakujenga kiakili wewe kama wewe. Unanielewa Unajua kabisa mimi nimeathirika, nataka nitumie vitu fulani na fulani na fulani ili kusudi afya yako iwe imara. Sawa, unanielewa Sio kasema hivyo nasema umeathirika hapa. Sasa nisikuchoshe. Majibu yanaonyesha kwamba kuna virusi vya ukimwi. Sikiza mtu. Unasema kama kuna virusi vya kila inawezekanaje? Kipimo hichi ni sawa kinaonyesha kipimo kingine ambacho nitakuunganisha na mtoa huduma ya afya. CTC atakupigia. Sikiliza, tumeongea vizuri. Ukimwi sio mwisho. Usinione niko hivi na tabasamu. Nimebeba mambo mengi sana. Na mimi naweza kuwa mgonjwa. Mbona niko na furaha? Nimependeza. Unaona? Basi kujua afya kila mtu. Ukishajipenda na kujikubali, utaishi. Tofauti sasa na magonjwa ya sukari. Unashiriki kupima sukari kuna vyakula ambavyo virusi vikubwa. Vyakula vya sukari, vyakula vya chumvi, virusi. Anakula kila kitu. Ila kwenye hivyo vyakula vyote vile mtu anakula kitu kimoja. Dawa yako sio mwisho kwa maisha yako. Nitakuunganisha na mtu wa huduma wa afya hospitali kubwa, atakuanzishia dawa. Tusikilize. Nani mimi kama nakuelewa kile kama sikuelewi. Kama mnaona sisi kweli sana. Sina iko kwa nini sasa kabisa. Mambo jambo lolote liko linakutatiza. Sijui nafasi. Sijui. So much. Baby. Nafikiri tumezungumza mengi, lakini swala kubwa nafikiri ni hili la kutoa ujauzito. Sawa. Maana sio muda wote nitakuwa nakuwa nyumbani.
na haitakuwa bora zaidi kama familia ikaja kugundua hiki kilichopo kati yangu na wewe. Kwa hiyo nilitaka nikuachie pesa ambayo itakusaidia kwenda hospitali ili ukatoa ujauzito. Sawa baby. Okay. Karibu madam. Mama, mambo mazuri. Vipi dada? Una tatizo? Tatizo dada. Niliamini nimepata mtu sahihi sana kwenye kampuni yangu. Maana kulingana na CV zako ni mtu ambaye alikuwa anamhitaji sana upande wa masomo, lakini ile tatizo. Lakini mimi nisikukatisha tamaa. Kuna mashirika mengi sana ambao wanahitaji watu design kama haya. Ila tu cha kukushauri usifiche tatizo lako. Kulingana na taratibu za ofisi hii dada, haiwezekani kumwajiri mtu ambaye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nisaidie bosi, mimi naweza kufanya kazi. Naweza niamini basi. Mimi sina cha kukusaidia dada yangu, ila mimi sikukatishi tamaa. Kuna mashirika mengi sana ambayo yanaajiri watu wa design kama yako. Kwa muhimu tu usifiche ugonjwa wako. Lakini kwenye ofisi yetu hatuwezi kuajiri mtu kwa design kama yako. Yaani sina cha kukusaidia dada. Ninaweza kufanya kazi hata niko katika elimu. Mimi. Hapana. Na ndio maana mara kwanza nilipokuja na CV zako nilizipokea na nilifurahi sana kupata mtu wa design kama yako. Lakini kulingana na majibu yako haya, siwezi. Kulingana na ofisi na taratibu tulizojiwekea. Tunaomba uende dada, kuna watu wengine wanahitaji kuhudumia. Kama ondoke.